Ambapo tutaenda kujifunza siku ya leo, tunaenda kujifunza kuhusiana na vitu gani ambavyo vinaharibu ushirika wa kwako wewe na Mungu. Lakini pia tutaenda kujifunza jinsi ya kudumisha ushirika wa kwako wewe na Mungu. Lakini hili ambalo tunataka kulizungumza sasa ndio msingi halisi wa ushirika kati yako wewe na Mungu. Na hapa ndipo ambapo nataka tupatafakari kwa kina sana. Hapa ndipo ambapo natakiwa tupatafakari kwa kina sana. Wewe ambao umepata neema ya kufika hii asubuhi na unayesikia sauti hii, anza kutafakari saa hizi, anza kutafakari. Fungua ufahamu wako, mruhusu Roho Mtakatifu aanze kukupatia maelekezo na mafunuo kuhusiana na hiki ambacho tunajifunza asubuhi ya leo. Haleluya. Wewe binafsi unajua mahusiano yako na Mungu ni mahusiano ya namna gani? Wewe binafsi unajua nini unachokifanya kwenye hii madhabahu? Wewe unajua ni namna gani unajicommit kufanya vile ambavyo Mungu anataka wewe uvifanye. Bwana asifiwe. Yesu amesema, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Haleluya. Baba yangu ni mkulima. Maana yeye ni mzabibu wa kweli. Mzabibu ambao anaamini kabisa na uwezo wa kuweka matawi, na uwezo wa kustawi na kukua. Mbegu yangu mimi ni nzuri. Haleluya. Lakini anasema nina ushirika na shamba ambaye ni shamba la mkulima ambaye anajua kabisa nikipanda mbegu hii itastawi. Bwana asifiwe. Maana yeye Yesu hana mashaka kati yake yeye na Mungu. Ushirika wake uko straight, umenyoka. Je, wewe ambaye umempokea Yesu na umemfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, una ushirika gani naye? Kwa asubuhi ya leo kwenye hichi kipindi tutaenda kujifunza huku tukitafakari mahusiano yetu na Mungu yapoje. Ushirika wetu na Mungu upoje. Kwa hiyo unatakiwa kuyawaza maisha yako unayoyaishi tangu umeokoka mpaka sasa. Mahusiano yako na Mungu yapoje? Bwana asifiwe. Sasa nimetoa huo msingi, nimetoka kutoa ufafanuzi kidogo kuhusiana na namna gani ambavyo ushirika wa mwanadamu na Mungu unatakiwa kuwa. Na namna ambavyo Yesu mwenyewe ametupa maelekezo. Wale ambao walipata neema ya kuwepo wiki iliyopita wamejifunza habari ya kuzaa matunda. Kwamba ukiwa na ushirika na Mungu lazima utazaa matunda. Bwana asifiwe. Na hayo matunda ambayo tunazungumzia ni matunda yenye uthibitisho kwamba wewe umeokoka na ndani yako yupo Yesu. Haleluya. Na moja ya matunda ndani yake ni tunda la upendo. Haleluya. Tunda la upendo ndio limebeba mshikamano na ushirikiano. Tunasema Mungu wetu sisi ni Mungu wa upendo, amejaa upendo. Na ndio maana hata ukiwa unaenda kuomba toba, ni mwingi wa rehema, anakusamehe hapo hapo. Haijalishi uko na dhambi kiasi gani. Kwa sababu gani? Yeye tunda kubwa ambalo lipo ndani yake ni tunda la upendo. Na ndio maana akamtoa mwanawe pekee kwa ajili yako wewe na mimi hapa duniani ili tupate kupokea uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo, manake tunda la kwanza ambalo wewe unapaswa kulizaa ni tunda la upendo. Sasa jiulize, una upendo ambao unathibitisha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako? Namna ambavyo unaishi na watu wako wa karibu, namna ambavyo unaishi na watu mbalimbali, namna ambavyo unashirikisha watu habari njema kuhusiana na ufalme wa Mungu. Je, moyo wako umejaa upendo? Bwana asifiwe. Lakini pia, je, una shauku ya kumtumikia Mungu muda wote? Hapa ndipo ambapo watu wengi wanajikuta wanajitenga na Mungu. Wanapenda Mungu lakini wanajitenga na Mungu. Muda wa ibada mtu anakuja kwa kujivutavuta. Haleluya. Ukimwambia aombe, aombe. Haleluya. Kwa sababu gani? Hana ushirika na Mungu ila anampenda Mungu. Bwana asifiwe. Kwa wao mwenyewe wanatakiwa kujitafakari kwamba je, maisha yangu yana ushirika gani na Mungu? Mazingira nilionayo ni mazingira namna gani? Je, nimejitoa kwa ajili ya kumtumikia huyu Mungu au ninaishi tu maisha kwa sababu tu nampenda Mungu ila sina ushirika naye? Kwa ushirika namba moja wa wewe na Mungu ni kuwa na upendo kwa watu wengine, lakini pia kumpenda Mungu kama anavyokupenda wewe. Na ukimpenda Mungu kama anavyokupenda wewe, moja kwa moja utakuwa mwaminifu kwake. Swala la wewe kumtii Mungu haliwezi kuwa ni swala la ziada, litakuwa ni sehemu ya wajibu wako na utakuwa unafanya pasipo kushurutishwa. Bwana asifiwe. Leo tunajifunza ushirika na Mungu. Na ujumbe huu ni kwa ajili yangu mimi na wewe ambao umepata neema ya kusikiliza asubuhi ya leo. Kwamba maisha yako yana mahusiano gani na Mungu? Na vitu gani ambavyo vinathibitisha kwamba wewe una mahusiano na Mungu? Watu wengi wakienda kwenye madhabahu mbalimbali za ugeni, anavyojitambulisha, naitwa mtumishi wa Mungu Baraka Nyagenda, nimeokoka na mpenda Yesu. Haleluya. Je, umeokoka na unampenda Yesu?
ushirika wako na Yesu huyu ambaye unasema kwamba umempokea uponye? Je, unaonyesha matunda kwamba wewe umeokoka? Maisha yako yanasadifu kile ambacho umekitamka? Bwana asifiwe. Una uwezo wa kuja kanisani lakini bado hauna ushirika na Mungu. Utajuaje kwamba unaenda kanisani hauna ushirika na Mungu? Bado hauna utii. Upendo umekaa mbali na wewe. Bado dhambi zinakufuatafuata. Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo vinasababisha watu wengi watoke kwenye misingi ya ushirika na Mungu. Kama ambavyo nimevitaja hivyo vichache, lakini moja ya matendo ambayo ni chukizo mbele ya Mungu ni matendo ya dhambi. Dhambi zipo za kila aina. Dhambi ya uongo, dhambi ya wizi, dhambi ya orodha karibia zile 10 commandments za Mungu ambazo ameziweka. Ukijiona unazifanya, maana wewe bado hauna ushirika na Mungu. Na unaweza usizifanye moja kwa moja hata kwa kuwaza. Bwana asifiwe. Unajua nilikuwa nasoma Agano la Kale, nikasoma pia na Agano Jipya. Nilikuwa namtafakari huyu Yesu ambaye ametuokoa na namna ambavyo alikuwa anatimiliza lile agano lililokuwa limetolewa mwanzo kipindi cha Musa. Nazungumzia Agano la Kale. Bwana asifiwe. Yesu atamani kabisa mtu ambaye ana ushirika naye apate hata nafasi ya kuwaza kutenda dhambi. Yaani kuwaza kutenda dhambi. Imeandikwa usitamani kitu cha mtu mwingine. Yesu anazungumzia hata kuwaza kutamani pia ni dhambi.